بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد سيدي صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani mtukufu mjumbe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa tunaendelea kuonesha umuhimu wa mtu kuhifadhi Qur'an na kuonesha jaiza ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekwenda kumwandalia yule ambaye ni mwenye kufungamana na Qur'an. Tulikomea katika jaiza ya saba kwamba anna lahum awfara nasibin min ma'dubati llahi ta'ala, kwamba wao wana nafasi kubwa katika chano cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katika jaiza ya 8 ambayo tumeandaa, anna alqur'ana yashfa'u lahum, anna alqur'ana yashfa'u lahum, ni kwamba wale waliofungamana na Qur'an tilawatan wa hifdha, kwa kuisoma pamoja na kuhifadhi, ikawa muda wao mwingi wamo katika Qur'ani, na ni fadhila kubwa sana, ni daraja kubwa sana mtu anapokwenda kufungamana na Qur'an. Allah amemwandalia mengi sana. Chache itoshe Mwenyezi Mungu aliposema katika hadithi al-Qudsi al-Jalil, man shaghalahu al-Qur'anu an dhikri wa mas'alati a'taytuhu afdala mimma u'tiya sa'ilin. Man shaghalahu al-Qur'an, yule ambaye Qur'ani itakuwa ni shughuli yake, yani Qur'ani imemshughulisha maisha yake mingi, muda wake mwingi autumia kwenye Qur'ani, yani shughuli yake ni Qur'ani. Qur'ani yamshughulisha kila wakati. Anapokuwa dukani kuna msahafu wake, anapokuwa garini kuna msahafu, anapokwenda nyumbani, yani Qur'ani kwa muda mwingi anautumia kusoma Qur'an. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema a'taituhu afdala mimma utiya sa'ilin, huyu nitampatia kitu ambacho kwamba ni bora zaidi kuliko zile zote anazopewa wale wenye kuomba. Yeye hana muda wa kuomba, hana muda hata kuleta dhikri yake ni Qur'an, kusoma. Sasa wale wenye kufungamana na Qur'an, wenye kuhifadhi Qur'an, ni kwamba wao ni Qur'an itakwenda kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anna al-Qur'ana yashfa'u lahum, ni kwamba Qur'ani itakwenda kuwashufaia kwa Allah jalla jalaluhu. Wa shafa'atu al-Qur'an laysat min ajli an la yadkhula sahibahu an-nar, alla yadkhula sahibahu an-nar au alla yudkhila sahibahu an-nar. Uombezi wa Qur'an si kuwa haitamfanya ule alohifadhi Qur'an, alofungamana na Qur'an, kwamba kutoingia motoni peke yake. Haitamzuilia yule ambaye amefungamana na Qur'an kutomtia motoni peke yake, la. Hilo litafanyika na lingine litakuja pia litafanyika. Bal min ajli an yartaqiya bi sahibihi fi darajati al-jinan. Allah, baada ya Qur'an, kitu cha kwanza itakapofika kwa Mwenyezi Mungu, wewe uliofungamana na Qur'an, wewe hafidhul Qur'an, utakapofika kwa Mwenyezi Mungu, kwanza Qur'an itakwenda kukuombea kwa Mwenyezi Mungu kwamba ya Rabbi usimuingize peponi. Hiyo ndio kazi yake kwanza. Kazi ya pili ya Qur'ani haitotosheka hapo kwamba hutoingia motoni basi uingie peponi tu pale unapo. Anasema bal min ajli an yartaqiya bi sahibihi fi darajati aljinan, bali vile vile itamuomba Mwenyezi Mungu vile vile ampandishe daraja huyu aliyofungamana na Qur'an, na akafika kwa Mwenyezi Mungu akiwa katika hali hiyo ya kuhifadhi na kuisoma, ampandishe daraja za peponi. Allah subhanahu wa ta'ala amnyanyue katika daraja za peponi. Ndio Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an
Iqra'u al-Qur'an, hadithi mpokea na Muslim. Mtume anasema iqra'u al-Qur'an, someni Qur'ani. Iqra'u al-Qur'ana, someni Qur'ani. Fa innahu ya'ti yawm al-qiyama, hakika hii Qur'an itakuja kesho siku ya Kiyama, shafi'an li ashabihi, ikiwa ni yenye kuwaombea shafaa ni yenye kuwaombea shafaa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale wote waliofungamana na Qur'an. Mtume ametaka tuisome kwa sababu Qur'an itakwenda kutuombea kesho Kiyama kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi ya Jabir vile vile ilipokewa na Ibn Hibban. Jabir radhiyallahu anhu asema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema al-Qur'anu shafi'un mushaffa', Qur'ani ndio muombezi mkubwa katika wenye kuombea. Wa mahilun musdaq, na ni kifutio cha hakika. Kumbuka katika darasa zetu za mwanzo tulisoma aya Allah anasema subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yatluna kitaba Allahi wa aqamu s-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur, alafu liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur. Wale ambao watakwenda kufungamana na Qur'an, innal ladhina yatluna kitaba Allah, hakika wale ambao watakwenda kukaa muda wao kuutumia katika kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na pia katika darasa nyingine, katika jaiza moja hivi tulieleza hakuna mtu ambaye kwamba atakuwa ni hafidhul Qur'an kisha awe si abid. Kama makumbuka wale wanaofuatilia hizi jaiza, huwezi kumpata mtu ni hafidhul Qur'an aliheshimu Qur'ani yake kisha akawa si abid. Allah akasema innal ladhina yatluna kitaba Allah, hakika wale wanaosoma Qur'ani wa aqamu s-salah, na wakasimamisha sala, muda wa sala ukiingia wakasimamisha sala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, Allah akiwaruzuku kitu kisha akawa hawawezi kutoa, ni mabakili, haiwezekani. Hafidhul Qur'an, anaheshimu Qur'an, alifungamana na Qur'an, kisha awe hana roho ya iman, hana roho ya huruma, pia haliwezekani. Kwanza akimaliza afungamana na Qur'an, swala haziwezi kumpita, kisha kila alichokuwa nacho Allah alichomruzuku hawezi kuwa mbanifu, mwenye kubana, bali Allah subhanahu wa ta'ala hutia huruma na sikitiko kwa wengine, akawa atatoa kila alichoruzukiwa na Mwenyezi Mungu sirran wa alaniya, kwa siri na ikibidi kwa dhahiri. Anafanya yote hayo kwa nini? Yarjuna tijaratan lan tabur, anafanya biashara na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika biashara ambayo hakuna kubunjana ndani yake, hakuna kupata hasara ndani yake. Liwafiyahum ujurahum, Allah aende akawapatia malipo yao, wa yazidahum min fadlihi, na aende akawazidishia vipua vyake. Innahu ghafur, Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa kusamehe. Kule kufungamana kwako na Qur'ani tu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakwenda kukufutia madhambi yako. Shakur, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa kumshukuru mja wake, ni mwingi wa kulipa fadhila jalla jalaluhu. Kwa hivyo Qur'ani ni kifutio cha hakika, yani cha kufuta madhambi. Ufungamane na Qur'ani tu, Allah kwanza atakuhifadhi, na yale majongo yako ulionao ya wanadamu Allah atakufutia. Mahilu misdaq, man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna, yule ambaye Qur'ani itakuwa mbele yake kila wakati anaisoma na kufungamana nayo na kuifuatilia, kuifanyia kazi, basi itampeleka peponi. Man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna, yule ambaye ataiweka mbele yake kuifanyia kazi, kuisoma, basi itampeleka peponi.
waman ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar, na ule ambaye ataiweka mgongoni mwake itamsukuma motoni, takwenda kumuingiza motoni. Rawahu Ibn Hibban. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahu wa rasuluhu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.